kila mwanadamu ana mapungufu. Mapungufu ya kwangu mimi yanatofautiana na mapungufu ya mke wangu. Katika yale madhaifu, ukiona watu wanadumu kwenye ndoa inakaa kwa muda mrefu, maana yake mimi nimejua mapungufu ya mke wangu, naye amejua mapungufu yangu, alafu tumechukuliana. Bwana Yesu apewe sifa. Haimaanishi kwamba sisi ni ndoa kamili, yaani haijawahi kutokea hata kununiana hata siku moja. Hakuna wanadamu wa namna hiyo, isipokuwa nilishajua kwamba mtu huyu hapendi hiki, hapendi hiki, na yeye alishajua kwamba mimi sipendi hiki, sipendi hiki. Kwa hiyo katika yale mambo kujuana kwamba huyu yuko hivi, tunachukuliana. Kwa hiyo ningesema walioolewa nyoshe mkono mmoja mmoja. Mmeo amekuomba msamaha mara ngapi? Inawezekana tukapata wachache. Mmoja akasema mara moja, mwingine akasema sikumbuki. Ya mwingine akavuta kumbukumbu. Hivi ile siku ile ulikuwa ni msamaha au ulikuwa ni msamaha wa kiutu uzima? Baada ya kukosea anarudi, alivyogundua amekosea anarudi amejichangamsha mwenyewe. Jamani watoto wangu mnaendeleaje? Msimchezee mama yenu. Wewe ndio mama yenu pekee. Sasa aliyesema kuna mama mwingine nani? Huyu ndiye mama yenu, aheshimiwe huyu. Eti ndio msamaha huo sasa. Kwa hiyo mwanamke anajua kabisa, yani hapa ni namna fulani ya msamaha. Kwa hiyo mwanamke anajiongeza tu kwamba huyu mtu nimuelewe tu kwamba ameomba msamaha. Haleluya, haleluya. Lakini wachache wanaume wanaoomba msamaha ni wachache sana. Lakini si kwamba hawakosei. Sasa wanaume wengi ni kwamba wanataka kuwa, yani ile kichwa cha familia, asiulizwe swali, hapangiwi huyu baba, wala asiulizwe umetoka wapi, asiulizwe kwa nini umechelewa. Yani awe yuko free. Ndoa haiko salama. Kuna msemo mmoja huwa nawasikia wanawake wengi wanaongea, nasema ukitaka kuwa salama mama na ndoa yako na mume wako, usiguse simu yake. Mwanamke kwa usalama wake, ili aondoe stress, aondoe pressure na vidonda vya tumbo vya bila sababu za msingi, kwa sababu anataka kukaa na amani kwenye ndoa yake, ni heri nisiguse simu yake. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini haimaanishi kwamba huo ndio usalama. Wanaume wengi wanapenda wawe hapo juu, kwamba yeye sio mwanaume wa kupangiwa. Sasa nikwambie mbaya zaidi nini kinatokea? Wanaume wanapokuwa katika mazungumzo yao, tunakuwa tumechanganyika. Kuna watu waliookoka, tunarudi kwenye kile kipengele cha kwanza, kutoka nyumbani, kuondoka nyumbani. Sasa ninapozungumzia kuondoka nyumbani kwa swala la ndoa, hata kwenye wokovu kuna kuondoka duniani. Kuna watu hawajaondoka duniani mazima. Yuko kanisani, yuko kwenye wokovu, ila hajaondoka mazima. Kwa hiyo anapokuwa kule na wana wa dunia, anasikiliza zile pointi zao. Mwanamke hawezi akakupangia. Mwanamke hawezi akawa sauti ya nyumba. Mwanamke ni wa kuhudumiwa, mwanamke ni wa kupangiwa, mwanamke ni hivi ni hivi. Kwa hiyo wanaingiza mfumo dume. Wana wa dunia hawana mashaka. Kwa nini? Wao wanafanya vile kwa sababu yani hakuna kitu cha kumtisha. Wanachukua mwanamke kumweka ndani kama mwanamke wa kulea watoto, awe huru na mambo yake. Kumpata mwanamke anayeweza kukaa na kujiheshimu akatunza familia nyumbani ni adimu. Lakini kuna watu wamefanikiwa jambo kama hilo na hawaoni. Wanaume wengi huwa wanapenda hivi, yani kama ni mfanyakazi anafikiri ameoa mfanyakazi mwenzie. Kama ni mfanyabiashara anafikiri ameoa mfanyabiashara mwenzie. Tuko pamoja? Kama ni bwana miradi anafikiri ameoa wa miradi mwenzie. Kama ni mwinjilisti, mtumishi wa Bwana, anachemka madhabahuni, piga haribu, piga haribu, kwa hiyo anafikiri ameoa mwinjilisti mwenzie. Kama ni mwana maombi anafikiri ameoa mwana maombi mwenzie.